sidhani kama ungepata usingizi. Waliripoti tukio hilo na vyombo vya usalama vya mkoa mkuu vikapambana usiku na mchana kuhakikisha mtoto huyo hawezi kuchinjwa kama wanavyosema wao. Walikuwa na simu moja tu ambayo wameisajili, haikuwa na namba ya mtu mwingine yeyote. Walikuwa wanawapigia wazazi hawa tu simu hiyo, wakishapiga wanaizima, wanakuja kuiwasha baada ya siku 2 au 3. Lakini tunao wataalamu wa vyombo vya usalama ambao wamesomea mambo hayo, wakatuhakikishia, wakasema, viongozi nyie tulieni, ni swala la muda. Tunamfuatilia kila anapoenda na kila anapolala. Cha msingi tunataka tufanye kazi hii kwa umadhubuti na kwa umakini mkubwa ili mtoto huyu asije akadhurika. Na kweli wamekaa naye siku 10 tangu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mpaka tarehe 10 ya mwezi wa 6, ndio akakamatwa mama aliyekuja hapa akatapeli, akambeba mtoto kwenye pikipiki, lakini akamvalisha na sweta. Walimu walivyoona anavalishwa sweta mtoto, wakajua kumbe mzazi huyu mtu mwema, maana kipindi hichi kipindi cha baridi. Kumbe anamvalisha sweta ili amfiche asionekane. Tunaweza kutoa na mzaha na mambo mengine mengi, tukataniana Yanga na Simba, Manchester na Arsenal na vitu vingine vya kijinga vingi, lakini sio kuchezea maisha ya mtu, ndio? Tena mtoto ambaye maamuzi hana ya kuweza hata kujiamulia yeye, bado anaamriwa na watu wazima na wazazi. Na ndio maana walipokuja kumchukua, walimchukua wala hakuwa mbishi mtoto, na ambao watoto wengi hawezi kuwa mbishi, hasa watoto wa Tanzania. Kwa walimchukua kirahisi kabisa. Nikasema hawa watu, hakuna kitu kilininyima mimi usingizi kama hichi. Ndio maana nikasema nije hapa na wazazi wote muwepo, hasa wakina mama, mumuone mwanamke mwenzenu aliyekuja kuiba mtoto hapa kama sio kumteka. Mama huyu alifika hapa akamchukua mtoto. Kwa maelezo yake anasema alitumwa na mume wake. Anasema waliona maisha ni magumu. Mume wake akamwambia nenda shule, nenda shuleni Burundi, kuna watoto wa mjomba wangu wanasoma pale. Kwa hiyo huyu ni ndugu yake, tena mjomba wake. Wanasoma pale. Akamwambia mtoto fulani Paulina, tunamkumbuka? Akasema ndio. Nenda kamuibe yule mtoto, tukae naye mpaka watupatie milioni 20. Tungemkamata alafu tukakaa naye kimya, msingeelewa serikali kama inafanya kazi. Nikasema lazima tumlete hapa kwenye kikao cha wazazi na wananchi wote wa kata hii na kijiji hichi na wanafunzi wote wamuone huyu mama ndiye aliyekuja kuiba mtoto hapa shuleni. Baada ya hapa tutarudi naye, atakaa polisi, baadaye atafikishwa mahakamani yeye na mume wake. Mjitahidi kila mmoja muwe makini na watoto wetu na walimu wetu. Afisa elimu yuko hapa, muwe makini pia na watoto madarasani.
Jitahidini sana, hakikisheni kila anayefika hapa anamhitaji mtoto yeyote, lazima tuwe na uhakika wa wazazi wake. Tusije tukatoa mtoto wa mtu si nyingine kwa namna hii. Hili ni fundisho wote limetufundisha. Mimi limenifundisha, walimu limewafundisha, hata maaskari wetu limewafundisha. Sawa sawa, ndugu zangu, kama mnavyoumia nyie, nimewaambia kwamba rais wa nchi hakulala kwa sababu ya mtoto. Makamu wa rais hakulala kwa sababu ya huyu mtoto. Waziri mkuu wa nchi hii amenipigia simu mara 7, hakulala kwa ajili ya huyu mtoto. Waziri wa mambo ya ndani hata simu zake hazihesabiki kwa sababu ya huyu mtoto. Waziri wa maendeleo ya jamii, nafikiri yeye hakuwahi kulala siku 10 kwa sababu ya huyu mtoto, lakini aliyeyafanya ni huyu mama ambaye nimesema nyinyi wa mama wenzenu mumuone. Asanteni sana kwa kuja. Mungu awabariki sana.